Greetings from wherever you're watching us from. Welcome to PMTV Kenya, and again to another episode of the weekly wrap-up show with me, Christabel Njeri. Here we dive and actually break down some of the stories that have been making headlines this week. Na kama kawaida, I do not do this alone. Nafahamika kama Ntondolo, mtazamaji wa runinga ya PMTV Kenya. Hujambo na karibu tena katika kipindi chetu leo tukizungumzia masuala ya kisiasa ambayo yametendeka wiki nzima. Sijui wiki yako imekuwa namna gani? Quite eventful. Monday. It's been a good week. So bila shaka, a lot has been happening. Tukianza pale na address kutoka kwa rais wa taifa la Kenya, Rais William Ruto, kuhusiana na swala nzima la bei ya mafuta nchini. There is no fuel shortage in Kenya. Through the government-to-government framework, under which international oil suppliers are contractually obligated to maintain consistent supply, the government is taking all necessary measures to ensure continued, uninterrupted supply and stability in the market. So according to President William Ruto, this is not a national crisis, like crisis only tailored to Kenya. It is tailored to the whole world, considering the war that is happening in Iran. So according to him, he also went ahead to defend the G2G agreement, where he says even though the agreement faces a lot of criticism from most politicians, among them being Kiharu MP Ndindi Nyoro, he says that the arrangement has guaranteed, or rather had made sure, that Kenya remains under supply of fuel. Na rais pia alizungumza na akasema kwamba iwapo serikali ingeingilia swala nzima la bei ya mafuta kufikia sasa, ni kwamba iwapo serikali haingeingia kati na iweke different strategies pale kuweza kuangalia bei ya mafuta, ukiangalia alikuwa anasema kwamba diesel sasa hivi ingekuwa imepanda mpaka shilingi 277, that is 277 shillings. Kerosene, mafuta ya taa, alisema kwamba yangepanda mpaka shilingi 270, huku mafuta ya super petrol, mabei ya mafuta ya super petrol ingepanda kwa shilingi 230. Na rais ni maraka amekuwa nje ya taifa la Kenya tangia siku ya Jumatatu pale mpaka siku ya Jumanne, na sasa hivi akarudi, na siku ya Ijumaa akazungumza. Amezungumza vitu vingi, kusema kwamba swala nzima la mafuta pia, manake kuna ile Strait of Hormuz ambapo ndipo meli nyingi sana ambazo zinasafirisha mafuta kutoka kule Mashariki ya Kati kuleta katika mataifa ya Afrika inapitia. Akasema kwamba pale kumekuwa na shida ya transportation of fuel, na kwa hivyo basi swala nzima hili likaweza kusababisha bei ya mafuta kuweza kupanda juu zaidi. Na kuna vitu vingi amezungumzia swala la graffiti pia, swala la graffiti katika matatu. So about 3 weeks ago, the High Court had ruled that most of the matatus shall not use artwork, most of them graffiti and tinted windows. So today, President William Ruto, that is on Friday, comes and says that he has given a directive that, according to him, that is a directive now from a president, that the graffiti is not only for the beauty of it. To him, it is a form of self-expression, or rather creativity. And one of the announcements he made for the cycle of between June and July, according to President William Ruto, he said that diesel will go down with a total of 10 shillings. So we wait to see how that plays out. And according to President William Ruto, the reason why diesel is not much expensive right now, it's because the government, throughout the cycle of April, May, and May, June, it used about 28.19 billion Kenya shillings on fuel support. According to him, that is to cushion you and I from paying more at the pump. And also, according to President William Ruto, some of the revenues that we continue to pay at the pump, they will still be there, because with him, he questions, if we do not deduct the fuel prices, we do not deduct the road maintenance levy, then we risk going back to the old way of having stalled road projects. So some of the revenues actually you pay at the pump include the road maintenance levy, and we also have the railway development levy, the import declaration fee. So just to a little bit of analysis, right now petrol is retailing at 214.25 cents. Diesel is retailing at 232.86 cents, having dropped from 242.86 cents. So when you pay at the pump, most of the prices, now when you pay for 214 for petrol, it means that 74.5 cents, they actually go to tax.
the same as diesel. When you pay for 232.86 cents, 67 shillings go to the tax. Na tukizungumzia hapo, tukibakia tu pale pale katika hotuba yake Rais William Ruto, basi tulisikiza wahudumu wa matatu hasa viongozi ambao walipatana na Rais William Ruto siku ya leo, na ambao walipatana pia na kiongozi wa ama CS wa Kawi, na mzungumzia Davis Chirchir na Kipchumba Murkomen on Monday. Basi siku ya leo ameannounce kwamba hawatakuwa narudi tena barabarani ama hawatakuwa na goma tena, maana walikuwa wamepatiana wiki moja nzima ya kuweza kupisha mazungumzo baina ya serikali na sekta hile ya matatu. Kwa hivyo wakasema kwamba we've called off the strike. We had suspended the strike, but we've called it off. So we will not have strike next week. We are going to work. Thank you. His Excellency the President of the Republic of Kenya, as the transport sector, we are happy with what you've come up with. And we are going to support the government. The government belongs to us. Kwa hivyo iwapo itashuka mwezi ujao, inamaanisha kwamba mafuta ama diseli itakuwa inashuka mpaka shilingi 222 shillings kulingana na kauli ya Rais William Ruto. Kwa hivyo ni kwamba ni bayana kwamba sasa hivi matatu zitarejea barabarani mpaka mwezi ukamilike, ambapo rais ama mafuta atakuwa anateremka next month during the next review by April with 10 shillings pale. Tukishikanisha hayo ni kwamba siku ya Jumatatu na siku ya Jumanne kulikuwepo na maandamano ya Wakenya, na pia mgomo huu wa huduma matatu pia ulifanyika katika maeneo mbalimbali taifa la Kenya. So we experienced that is what was being called as a total shutdown. Others calling it a total paralysis of that is transport activities around the country. We saw that happening from different counties, including Nairobi, Kakamega, Murang'a, and we had actually where there were no cars, there was no public transport or anything, which was kind of where we saw many Kenyans walking to work, many Kenyans actually working from home, something that has never happened. No. It has never been a total shutdown completely. I think this was the first time when we witnessed matatus not carrying on their daily duties of transporting passengers to different places in the country. Na pale ndani katika wakati wa maandamano yale ni kwamba kulikuwepo pia na uharibifu wa mali, manake tulishuhudia ofisi mbalimbali, ofisi ya UDA ikichomwa kule katika kaunti ya Makueni, tukashuhudia magari ya kichoma pia, na pia majangili waliingililia ule mgomo, manake pia Wakenya walikuwa wanaandamana kuhusiana na swala nzima la kupandishwa kwa mafuta na kaweza kusababisha uharibifu wa mali. Ni kwamba kuna watu ambao waliweza kuaga dunia pia kufuatia maandamano yale, lakini sasa hivi ni kwamba hakutakuwepo na maandamano tena. But kitu ambacho nilikuwa najiuliza ni kwamba sasa hivi basi sekta ya matatu imesema itakuwa inaandamana tena, kwamba watasubiri mpaka mwezi ujao ndio mafuta yateremshwe tena kwa shilingi 10. Kitu ambacho nashangaa ni wapo basi nauli ambao Wakenya wanalipa itapungua ama itabakia tu pale pale. Manake nauli ilikuwa imepandishwa maradufu, kwamba 50%, kama ulikuwa unalipa 50 kuenda mahali fulani ulikuwa unalipa 100. Kwa hivyo sijui kufuatia tangazo la siku ya Ijumaa iwapo nauli itapungua. Letu jicho tuone jinsi ambavyo mambo itakuwa. I think we'll wait and see how that plays out, and it is safe to say that with all due respect, the matatu strike won't be happening again. And following the matatu strike and the fuel crisis in Kenya, Deputy President Kithure Kindiki is once again at the center of a growing controversy. Where most people feel rather that the DP has been sidelined. This comes from, we never had a statement from him, like an official statement, because when President William Ruto is out of the country, then he automatically ascends to the level of the president. But based that on Monday it was a total shutdown in Kenya, total paralysis, with lives being lost, with businesses being closed, and actually properties being destroyed, we never had an official statement from the DP Kithure Kindiki. But apparently, mimi nimeona wale wachochezi tu. Juzi walikuwa vile Waziri Murkomen amesema, walikuwa wameenda kwa magazeti huko. Mnajua rais alikuwa safari nje ya nchi. Sasa nimeona wale wameenda kuandika mambo hapo ya bure. Ati sasa ati fire manako wapi? Ati
sijui kulikuwa na mkutano ya mawaziri, hatukuona fireman. Ni kama fireman sijui namna hii, sijui yako hivi. Unajua unajua hao jamaa wajui ya kwamba uongozi sio kifua. Well, on the other hand, we saw Interior CS Kipchumba Murkomen actually trying to work out things with the matatu sector. So do we feel like Kindiki has been sidelined? And also, the next day, that is on Tuesday, we had former blogger Dennis Itumbi chairing a meeting with 3 CSs, that is Opiyo Wandayi, CS Energy, Davis Chirchir, CS Transport, and John Mbadi, CS National Treasury. It was chaired by Dennis Itumbi. So, which, if the constitution was followed right, Kithure Kindiki should be the one chairing that meeting. Bila shaka ni maswali ambayo yanaibuka kufuatia Kithure Kindiki kuingia mitini wakati wa Kenya wanaandamana. Na mimi I think nilikuwa namsikiza Rais William Ruto mara nyingi tu amezungumza akisema kwamba unajua naibu wa rais Kithure Kindiki ni profesa. Kwa hivyo profesa anafanya kazi hata kuliko rais mwenyewe, anafanya kazi kuniliko. Yule ambaye nilikuwa naye Rigathi Gachagua kidogo mambo ilikuwa si mambo, lakini kukosekana kwake na pia kutochukua ile nafasi ambayo anafaa kuchukua kama naibu wa rais. Maana if the president, kama mlivyosema kwamba iwapo rais yuko nje ya nchi, basi Kithure Kindiki automatically na constitutionally kwamba anafaa kwa sasa hivi yeye ndo anasimamia taifa la Kenya. Na mimi I expected Kithure Kindiki aweze kutoa address on Monday ama Tuesday, ila address yenyewe ikatolewa na Kipchumba Murkomen, CSOP Wandayi, Karakacha ambaye anasimamia sekta ya matatu, na pia alikuwepo pale Davis Chirchir ambaye ni waziri wa usafiri katika taifa la Kenya. Kwa hivyo nafikiri sasa hivi watu wa Mlima Kenya, sisemi kitu lakini iwapo basi wanaangalia jinsi ambavyo mambo ilivyo. Kama kuna kitu ambacho sasa hivi kiko tatanishi sana ni kiti cha naibu wa rais. Maana chaguo ni nyingi sana ambazo rais anazo kwa mikono, kwamba amepromise huyu, huenda amepromise huyu, kwamba huenda amepromise. Kwa hivyo nafikiri kile kiti cha naibu wa rais kina utata sana, na alivyosema wakati mmoja Rigathi Gachagua kwamba Kithure Kindiki yuko tu pale kikatiba, lakini kuna wale deputy president ambao wanafanya na rais. Sasa wale ndio deputy president pale. Alikuwa anamzungumzia Farouk Kibet na wale wengine akiwemo Kipchumba Murkomen. Kwa hivyo ni maswali, na pia kuna nafasi ambayo alicheza sana governor wa county Nairobi Johnson Sakaja, maana alikuwa pale katika ule mkutano, na wajua habari zinasema kwamba ilibidi mpaka apigiwe simu ndio haje pale kwenye yale mazungumzo, kwa sababu madereva walikuwa wamedinda sana kuweza kurejea kazini, ama watu wa sekta matatu walikuwa wamedinda kurejea kazini. Kwa hivyo pia maswali hapo kwamba kazi ya Sakaja pale serikalini ni gani. Kumbuka hivi karibuni wameungana na Rais William Ruto na serikali ya taifa kuweza kutekeleza wajibu tofauti katika serikali ya kaunti ya Nairobi. Kwa hivyo ni kitu ambacho kipo mezani na lazima kizungumziwe. And actually some of the motorists have come out to say that they were not consulted when those decisions were made, and some of them have actually termed it as betrayal in the city. So you might actually be reliving some of our set books back in high school. We wait to see how that plays out. And again, going back to the praises that President William Ruto has heaped on Deputy President Kithure Kindiki before, saying that he has worked harder, even more than President Ruto when he was a DP under Uhuru Muigai Kenyatta. So which really questions if working hard is Kindiki going away when we have crisis, which meant did Ruto really work under Uhuru? Nashangaa kwamba hata term ya kwanza haijaisha na rais amesha conclude kwamba Kindiki amefanya kazi sana kuliko wakati ambapo alikuwa deputy president. Maana term ya kwanza bado haijaisha na rais alipiga terms 2 pale. Kwa hivyo nafikiri tuangalie ukweli uko wapi pale. Nafikiri tuende katika mahakama, ambapo mahakama imeweza kuamua kwamba sasa hivi Dari Business Park ambayo ilikuwa inamilikiwa na Raphael Tuju itakuwa inauzwa sasa halali. So the High Court has cleared this auction of Tuju's Dari's Business Park, where it was owned by former CS Raphael Tuju, who is also a former SG of Jubilee Party. And also it has cleared the business park for auction and has also temporarily halted the planned auction of the Entim Sidai property,
this is because a hearing case is pending on the same, where the former CS has been asked to deposit 50 million Kenya shillings as security. And if he does not meet that, it means that also the Entim Sidai property will be up for auction. Kumbuka pia kampuni ambayo ilimkopesha pesa mwaka 2015 inafahamika kama East Africa Development Bank, ambayo ilimkopesha takriban shilingi bilioni 4.5. Kwa hivyo iwapo basi Tuju atakuwa anaweza kufaili ile appeal within 60 days, that is 2 months, imaanisha kwamba basi hiyo kampuni itakuwa ina auction the Dari Business Park, lakini Entim Sidai itakuwa inabakia pale, maana kuna kesi ambayo iko pale mahakamani. Na nafikiri at one point it's a win for Tuju. Upande ule mwingine pia ameweza itakuwa ni pigo kwake iwapo basi ile atakuwa na file appeal kuweza kupinga auctioning ya Dari Business Park. Huyu ni waziri wa zamani ambaye amekuwa akikumbana na utata sana kufuatia swali hilo la daldeni, na tumeona viongozi wengi wakijitokeza sana wakiweza kupinga, wakisema kwamba najua siasa zimehusika pale ndani, lakini tutakuwa tunasubiri tuone kutakuwa namna gani iwapo ataweza kufile the appeal within 60 days ama ataachilia iende hivyo ili iweze kulipa deni ambayo anadaiwa na kampuni ya East Africa Development Bank. Na kabla tuondoke, Arsenal walishinda ligi. Watu wa Arsenal wa celebrate bila kutaja Man U, wa celebrate peke yao. Nimeona umevalia nguo nyekundu sasa. Manchester is red. I rest my case. Unapenda mpira wa kandanda ama unapenda mchezo upi? Manchester is red. Sema kitu mtazamaji, basi sisi ambao hata tupo pale kwenye nafasi ya 3 bora atuzungumzi sana, lakini hipo siku. Kumbuka mtazamaji kwamba this episode has been brought to you by playmaster.co.ke. You can simply dial our USSD code *265# and then you'll be able to place your bet courtesy of playmaster.co.ke. Remember to bet responsibly, and betting is not allowed for people under the age of 18 years. This is PMTV, Christabel Njere. Anton Dolo, and this is PMTV Kenya.